Mkipatia yeye mtakuja kulia. Saa hii tunalia machozi. Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia, mimi kwanza aliniita mara 3, nikamwambia hapana. Tuliahidi huyu mwaka 10 acha tumpatie. Akasema basi mtalia. Juzi tumekuwa na yeye. Anacheka tu, ananiita hapo ndani, ananiangalia tu anacheka. Sababu nilikwambia. So shida ya William Ruto sio ya Wanandi, sio ya Kipsigis, ni ya mtu binafsi. We'll deal with him as an individual. Wa Kipsigis na Wanandi na wengine wakae pamoja na jamii zingine za Kenya. We live as one people. Vile tulifanya Narok, wapi hii kijana kuja hapa, hii kijana mrefu hapa. Tulimsimamisha pale, anaitwa Douglas Maskonde. Mimi nilifika pale town imejaa Wakikuyu, nikamwambia bana, pigia huyu Masai. Sisi ni kitu kimoja. Wakajaribu kututisha kuiba kura, wa Masai wakachunga kura zao. Walijaribu kuiba hapo Narok. Wa Masai wakaniambia sisi, wewe ambia Wakikuyu wapige kura. Sisi kazi ya kuchunga utuachi. Sasa watu ya Dikir, mpige kura na mchu. Ama hamuna vijana? Muna vijana hamuna? Kama tulitoboa Narok Township na walikuwa wamemwaga askari, wamejaribu kutuibia kura, tukachunga. Na huyu kijana pia atasaidiana na nyinyi kwa sababu hako na experience. Si ndio? Si nitume huko anasaidiana na nyinyi. Huyu Douglas Maskonde ndio mtoto wetu wa kwanza wa DCP, alitoka Narok. Nataka hii Narok County pia vile ilifanya historia ya kutoa the first MCA wa DCP. Narok pia mfanye historia, mtoe mjumbe wa kwanza wa DCP. Mtafanya hivyo? Asante mheshimiwa. So vile mumeomba, nitatuma wabunge watakuja kusaidiana na nyinyi. Hata huyu Cleophas Malala atakuwa na nyinyi kesho. Si ndio? Na mimi mwenyewe nitakuja, si ndio? Nyinyi muende mtayarishe ground. Nimesikia ground imeiva. Mimi niko na pahali naenda kesho, nitakuja. Siku ya Jumamosi pia nitakuwa hapa Kikuyu Township. Huyu mheshimiwa anaitwa Ichongwa amesema ati atapiga watu hapo, anapaga fujo, ametumwa na Ruto ati Wakikuyu wapigana na Wakikuyu. Mimi namwambia wewe mheshimiwa, sisi tunakuja Jumamosi. Wewe panga. Kwa sababu sasa pahali imefika, hakuna mtu ako na mtoto kwa mgongo. Si ndio? Na kama ako naye si atapatia nyanyake amshikie. Si ndio? Tuache hiyo maneno, tuache vitisho. Kenya nchi huru na Kenya inaongozwa na katiba. Na Kikuyu constituency is part of Kenya. The MP who is a leader of majority cannot threaten to unleash violence on innocent Kenyans, to destroy property, to beat women. That is retrogressive. Na mheshimiwa Ichungwa nimekuambia mara mingi na usikii. Huwezi lazimisha watu ya Mlima kupigia Ruto kura. Mbebeleze watu. Muongee na watu polepole. Muwafanyie kazi ile mliahidi. Muweke hao pesa kwa mfuko. SHA ianze kufanya kazi. Muweke madawa kwa hospitali. Mlipie watoto school fees. Hiyo ndio njia ya kutafuta kura. Kutuma ati wahuni kupiga watu, you are wasting your time. Ukipiga watu hata ndio mtaharibu zaidi. Tena hakuna mtu iko mtoto. Hakuna mtu iko na mimba huko kwa hiyo town. Si ndio? Hakuna hiyo maneno hatutaki. Na ni maneno ambayo imepitwa na wakati. Nataka kuuliza Inspector General of Police. Tangu huyu Kimani Ichung'wa atoe vitisho publicly, Deputy President akiwa amekaa hapo, hakuna hatua amechukuliwa, hajaambiwa andike taarifa. Sasa nilisikia juzi ati DCI vile nimesema 500 million imeibiwa, anasema ati ninatakiwa nijibu. Sasa imetokea ya kwamba hiyo deal ya mafuta ilikuwa approved by National Security Advisory Committee. DCI anakaa kwa hiyo kamati. So yeye atachunguzwa na nani? Yeye mwenyewe ako kwa hiyo kamati. Ndio walipitisha hii scandal ya mafuta. Tena tunauliza wewe DCI, eleza wa Kenya kwa inventory pesa ngapi ilikuwa recovered kwa kila boma. Na ueleze hiyo pesa iko wapi. Pana toa vitisho. Explain what we have asked you. How much was recovered from these suspects? Each suspect. And is that money safe? Has it been recorded kwa inventory? Is it in the OB? Is it in your custody? Answer those questions. Don't threaten anybody. In any case, you sat in NSAC where it was approved. So unless you want to investigate yourselves, you must step aside. You cannot investigate that matter because you are part of the team that approved that scandal. Already Wandai amesema 2.9 billion imepotea. Hii Kenya imeibiwa, hata hii Kenya iko na nguvu. Ile wizi iko kila siku.
Every day wanaiba 3 billion. Hata hii Kenya ni nchi iko na nguvu ya kwamba haijaisha. So bwana DCI, please, you sat in the committee that approved that deal. Before you issue threats to leaders, can you tell us who will investigate you because you sat in that committee? How can you investigate yourself? And again, we are asking you very valid questions. How much was recovered from the suspects? Was it recorded in the inventory? Is it recorded in the OB? Where is the exhibit? Can you confirm and assure the people of Kenya that the 500 million so recovered is safe? And what is happening? So tuache mambo ya vitisho. Tusaidie Kenya yetu, and all those public servants wamepewa nafasi ya kufanya kazi. Mfanye ile kazi ambayo mmepewa. Sisi hatuna maneno yeyote na mtu yeyote. Kesho tuko hapo Nyandarua, tunaenda matanga ya MP wa Olkalau ambaye amezikwa na heshima, amepewa muda ya kutosha. Sijui hii ngeno walikimbiza kwa nini. The late Kiaraho anakaa karibu 2 weeks. You know, you allow people to mourn na everything. Tunafanya hapa, lakini ngeno walikimbizwa, sijui ilikuwa ni nini. So tutauliza watu ya Olkalau, watu ya Nyandarua waweke amani. Kama Rais William Ruto atakuja, akaribishwe vizuri na heshima, na nilisema juzi asipigiwe kelele na mtu yeyote. Yeye ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Hata kama ameharibu nchi, hata kama ameanguka, hatutaki kumpigia kelele. Tutakuwa na nafasi ya kuumiza yeye kwa debe. Hapo kwa debe ndio maneno iko. Hatutaki kupiga kelele kwa mikutano. Tunataka kiongozi wote, kelele itakuwa kwa debe. So Mr. President, if you are coming to Kalau, come and be with us. We'll welcome you. Sisi tulikuchagua, tulikupenda, hatuna maneno na wewe. Kuja ongea maneno yako, danganya watu mambo ya barabara, alafu uende. Kuja danganya mambo ya stima, alafu uende. Kuja lete ile uongo yote umebakisha. Tumezoea kusikiza hiyo uongo, hata hatushughuliki. Tunasikiza tu na tunavumilia. So there is no problem. You should not fear. Kuna mtu ati anakuambia ati kuna shida, kama wewe ukipewa nafasi utoe rambi. Barabara ulipromise Nyandarua mingi, udanganyane vile itamalizika vile umepanga. Hii hata ukitaka kuambia watu ya Nyandarua utapeleka Singapore, endelea tu. Watakuangalia tu kwa sababu wanajua ni uongo. Lakini mtu yenu wako uongo. Hii mtu yenu. Kwa Kipsigis hatujaona mtu yuko uongo kama hii mtu. Ile mtu amekaribia kwetu ni nyingine anaitwa Mwangi Kijuri. Ndio wanakaribiana na huyu Kasongo mambo ya uongo, lakini tutavumilia. Sisi tunataka mabadiliko kupitia demokrasia. Kenya is a democracy. We go to elections every 5 years. We want to remove William Ruto constitutionally through the ballot. Na sisi tunataka amani kwa Kenya. Tunataka amani, hatutaki fujo. Kila mtu akuwe na amani. Na nilimwambia Ruto, ambia huyo Kimani Ichung'wah awache fujo. Fujo hawezi saidia wewe. Vitisho hawezi kukusaidia. Kuja bebeleza watu. Kuja uambie ile uongo yote umefanya utarekebisha. Probably they can listen to you, but I doubt. Pahali imefika hii mwaka imebaki moja, it's difficult, but wewe jaribu tu. Don't give up. You come and try. Yes, ndio. So mtasalimiana? Mtasalimiana? Alafu tukimaliza mbunge akipita mtakuja kunitembelea wa Munyoro? Mtakuja wa Munyoro? Lakini nataka mkuje kama mnaletea mjumbe. Si ndio? Mkuje hapo nyumbani. Na mimi mkija nyumbani, mimi napenda Wakalenjin. Nikiwa ofisi walinipatia ng'ombe za maziwa. Na ni kama walijua Ruto atanifukuza. Kama hii Wakalenjin hawako nipatia ng'ombe ya maziwa, ningekuwa nakula nini? I am very grateful to the community. Kwa sababu siku yote nimetembea, nilienda na ng'ombe 1, 2, ng'ombe nzuri, inatoa 40 liters, 35 liters, imezaana. Nilikuwa nimepewa ng'ombe kama 70, sasa imefika karibu 200. Kwa hivyo mimi ninajivunia na ninafurahia. Ile maziwa na kunywa ni ng'ombe ya Wakalenjin. Ile ninauza ninapata pesa kidogo ya kwenda makanisani ni Wakalenjin. The Kalejins are my people. And I must work for them and defend them. Na mtaumia Likiji akiwa. I'll speak for you. Nimesikia vile mumelia hapa. And finally, kwa zile challenges yote mko nayo watu ya Kipsigis, mashamba yenu kuibiwa, watoto kuuawa, kila kitu ambayo inaendelea kinyume na sheria na mnahangaika, nitateua timu yangu ya mawakili 10 ya kusaidia nyinyi kotini kupambana na zile kesi zote mko nazo Kamelani. Yeah, I'll put a team. Wako hapa akina Mureu na wengine, tumekubaliana tutaweka team ya 10 lawyers specifically, kazi yao ni kusaidia jamii wa Kipsigis kwa zile shida zote mko nazo. Na hiyo mawakili hakuna kitu mtalipa hata shilingi 10. Si ndio?
Tumekubaliana? Tuanze sasa kufurahi kukaa pamoja. We'll help you na tutafutia nyinyi haki